Wataaluma wote tukutane hapa kwenye hii video namna ya utengenezaji wa General School Timetable. Wala huwezi kuhangaika, cha msingi uwe na taarifa tu za walimu kwa ajili ya mfumo huu ambao tunaenda kuutumia. Kwanza kabisa utafungua kivinjari cha Google Chrome, utaandika hapa mtahini hub au mtahini.com. Ukisearch namna hiyo utasubiri mtandao wako ufungue. Baada ya kufungua utakutana na ya kwanza hapa inasema mtahini www.mtahini.com. Utafungua hapo hivyo. Baada ya kufungua utasubiri mfumo ufunguke ili tuweze kuandaa timetable ya shule. Baada ya kufunguka itaonekana katika muonekano huu. Utashuka chini, utafika hapa, utakuta kuna boxi 6 hizi, 1 2 3 4 5 6, lakini utafungua hii ambayo inasema create general timetable. Baada hapo utakliki, utaangalia wewe uko level gani, kama ni sekondari au primary utaenda kulingana na kategori yako. Mimi ngoja niende sekondari kwa sababu ndipo nakotaka niandalie timetable yangu. Kwa hiyo hapo utabonyeza, itafunguka. Ikishafunguka hapa itakwambia uweke logo, hapa uweke logo. Huku hakuna ratiba yoyote inayoonyeshwa school timetable, tu kuna neno hili hapa lakini hakuna timetable yoyote. Kwa hiyo itabidi sasa wewe ufungue kwa kuangalia, unaweza kuscroll kuangalia features zote zilizopo. Wala zisikutishi kwa sababu ni nyingi. Yaani detail chache tu ratiba inakuwa imeshaandaliwa. Cha msingi hapa unaweza, kama una logo unaweza kuziingiza, ila kama huna basi unaziacha, sio za msingi sana. Hapa utaingiza wewe utavyoamua, unaingiza labda jina la shule, labda mtahini secondary school namna hivi. Hapa utaingiza utasema ni general, maelezo yoyote yale unayanafaa, general school timetable. Alafu kaandika hapa namna hii 2026 namna hiyo, ukaapply, ratiba yako itabadilisha namna hiyo muonekano. Baada ya hapo sasa taarifa zinazofuata ni kuingiza madarasa. Mimi darasa nitaingiza moja, labda hiyo ni I, kidato cha kwanza. Kama una zaidi ya mikondo mingi kwenye darasa lako moja, utaandika moja I mkato, moja B mkato na kuendelea vile ambavyo utakuwa umeona wewe. Labda hapa inafuata form 2 na yenyewe labda ina A, na yenyewe pia ina B, ina B. Utaendelea namna hivyo mpaka utimize kwa madarasa yote. Labda form 3 iko moja, utafanya hivyo. Labda uko hivyo, utafanya hivyo. Zote madarasa yote uyaandike hapa, alafu utabonyeza neno set. Ukiseti utakuja hapa, utakuta tayari imeshajiandika hii hapa. Baada ya hapo utaingia teachers name, utaingiza majina ya walimu. Kwa mfano mimi nashauri majina uingize kwa ufupi zaidi. Kwa mfano anaitwa John Masawe. Wewe utaingiza tu labda Masawe. Kama kesi watumishi napenda kutumia sana majina ya mwishoni. Utasema tu Masawe basi itatosha, utaadi. Kama yupo mwalimu mwingine, walimu huyo labda ni wa Kiswahili, utaendelea kuadi kwa kadri unavyozidi kuona. Labda mwingine ni Kusekwa, labda hivyo. Wewe utabonyeza hapo, utaadi. Mimi nimeamua kuadi hao wawili, utaadi wewe wengi zaidi kadri utavyoweza. Wako wawili tu hapa. Lakini utaingiza somo. Kwa mfano yule Masawe anafundisha mathematics. Je, hiyo mathematics ina vipindi vingapi na ni darasa gani? Mathematics ina vipindi vingapi na ni darasa gani? Kwa hiyo utaandika labda kama ina vipindi vitano, utaandika 5, alafu utasema labda hii ni form 1 na form 2 wote hivi.
Basi baada ya hapo utamwadi ni nani huyo mwalimu nani, Mwalimu Masawe. Utabonyeza hiyo Masawe, utaadi tena, utarudia tena somo lingine English labda huyu ni mwalimu nani, naye English na vipindi labda 6. Utasema je, ni madarasa yote vipindi 6 na ni mwalimu anayefundisha ni huyo? Basi utamaki kwa madarasa yote. Kama ni mwalimu huyo anaanza kuanzia form 1 mpaka form 4, basi utamaki hivyo, basi utamchagua huyo kusekwa, utaadi. Baada ya kufanya hivyo, walimu wako tuko meadi hapa, itakuwa inakwambia kabisa mathematics ni 5 per wiki, lakini English ni 6 per wiki. Baada ya hapo utakuja starting time, muda wako wa masomo unaanza saa ngapi? Labda mimi unaanza saa 8, nafanya hivi. Unaanza saa 8, nafanya hivi. Lakini saa 2 kamili. Hapa tutafanya hivyo saa 2 kamili asubuhi. Ina kipindi cha kwanza dakika 40. Kawaida vipindi vyote ni dakika 40. Haya, nafika hapa utasema kwamba nataka ni add break. Je, break yangu itakuwa ni baada ya kipindi cha ngapi? Cha 4 au cha ngapi? Mimi nasema baada ya kipindi cha 4. Je, ina dakika ngapi hiyo break? Labda 20. Utaadi. Utasema kuna add break nyingine. Break nyingine baada ya kipindi cha ngapi? Mimi nasema cha 8. Je, ina dakika ngapi? 145. Utaadi. Nimemaliza. Tafika hapa wewe na fixed event, kwa maana ya kwamba kuna matukio ambayo yanakuwa fixed katikati ya ratiba, ambayo sasa wewe unaweza kuchagua hapa ukasema kwamba Jumatatu ni kipindi cha ngapi ndio kuna debate. Kuna kipindi cha ngapi ndio debate. Kama ni kipindi cha 6, basi utabonyeza 6, utaingiza 6 hapa. Duration unaiacha hiyo moja, kwa sababu ile column moja ndio itakaa hiyo ndani. Hapo utaandika debate. Debate. Utaadi. Ukisha adi utaendelea kuadi na zingine hivyo hivyo kwa siku ya Ijumaa, labda kuna Jumanne kuna klabu, utaadi hivyo hivyo tena ni kipindi cha 6 hicho au kipindi cha hata kikisema kipindi cha 8 utaadi hapo. Utasema hapa labda ni klabu, utabadilisha utaandika klabu wewe unavyoona utaadi. Baada ya hapo utakuja hapa, uwa asubuhi lazima uwe na activity gani. Nataka niweke iwe before ya day au katikati ya day na class. Basi nitabonyeza day na class. Naangalia siku ya Jumatatu huwa tunakuwa na inspection. Unaandika inspection. Siku ya Jumanne mna morning story, utaweka yogi, utaweka wewe mpaka siku ya Ijumaa. Baada ya hapo utakuwa umemaliza. Utakuja hapo utasema kwamba mimi nataka ratiba yangu ni ya form 1 tu peke yake, ya form 2 peke yake, au yote. Nataka nione kwanza yote, ndio ninayotaka ionekane. Sasa ukienda huko chini utakuta kuna idadi ya siku. Je, ninyi mnasoma siku ngapi? Kaida ni siku 5, lakini kama kuna wengine wanasoma hadi na Jumamosi, unaweza kaweka hapo 6. Unakuja hapa idadi ya vipindi. Ninyi siku nzima ina vipindi vingapi? Kwa mfano mimi na vipindi 9, lakini kuna mtu mwingine anakuambia sisi kuna vipindi 11 kwa siku. Basi utaandika 11. Lakini kama hiyo vipindi 9, mimi kwangu mimi naweka vipindi 9. Lakini kuna mtu mwingine anakuambia day na day zinatofautiana. Kuna siku nyingine na vipindi 8, siku nyingine na vipindi 9. Wewe weka general ambavyo vinakuwa ni vingi kwa wakati mmoja. Halafu sasa kama kwingine kule kutakuwa hakuna vipindi, utaenda kwenye fixed event hapa, ndipo utapojaza. Hutajaza chochote, utaadi tu event yako, lakini bila kujaza chochote, kwa maana kwamba vipindi vya mwisho vile vinakuwa fixed, lakini havipo kwenye ratiba, kwamba hatuna masomo. Baada ya hapo utarudi hapa, utabonyeza generate timetable. Utaona mfumo wetu hapa una generate namna hiyo timetable. Baada ya kugenerate utaona namna zile fixed event. Nisema kipindi cha 6 hii hapa, nikasema ndio debate, lakini kuna kipindi cha ngapi nikasema kwamba ni club. Wewe utaendelea kuweka hivyo na hivyo. Nikakwambia Jumatatu nikaandika tu inspection, ndio hiyo unavyoiona hapo. Baada ya hapo kuna cha ziada, unaweza ka export kama Excel ili uweze kuedit vizuri, au ka export kama PDF ili uweze kuedit vizuri. Mimi hapa unaweza ka save kwamba hata baadaye ukiingia kwenye mtandao
utaikuta ile ratiba yako wala haitavurugika. Basi utabonyeza save namna hiyo. Ukibonyeza save inamaanisha yenyewe inazidi kusave iwepo kwenye mtandao muda wote. Muda wote utaotaka kuingia utanani. Ukiliseti inamaanisha unaifuta kabisa. Baada ya kusema hapo, ya kuona namna hivyo, angalia vipindi na panga viwili. Hata ukianza kuangalia form 1 inatakiwa ina vipindi 6 vya Kiingereza. Angalia kuna viwili form 2A. Form 2A tena itafutia hapa viwili hivyo tayari, 4 vinakuwa. Tafuta tena hapa English hii hapa hivi hapa viwili tena nakamika 6. Ukiendelea kutafuta huku form 2 hutakuta sehemu yoyote ina kipindi, kwa sababu tayari vimeshakamilika vile 6 ulivyoviweka kwenye ratiba. Baada ya kusema hapo, karibuni sana, muendelee kutumia mfumo huu mrahisi zaidi wa kutengeneza timetable. Bonyeza hapo, unaweza uka download kama nilivyosema ni PDF au ready au Excel, PDF au Excel, unaweza ka download hapo. Nilibonyeza mara 2 zime download zote 2 kwa mkupuo. Basi hapa mimi nitaangalia moja wapo tu. Haina shida, nifungue moja tuione wote kwa pamoja jinsi ilivyo. Namna hii hapa timetable yetu. Hii hapa inaonekana namna hiyo timetable yetu. Lakini pia unataka udownload ya darasa kama darasa, basi utarudi hapa utachagua A, alafu utachagua namna hivyo apply. Hii hapa itakuja tu ya form 1 kama peke yake. Lakini ukitaka ya form 1A, ukitaka ya form 4 peke yake, uta apply, unakuta inakuja hii ya form 4 peke yake. Nisema image hapa ungeamua kuweka, basi ungeweka pia hata kwenye kudownload kule ingeonekana, ingeapia hiyo image yako. Tuone hapo namna ambavyo image zinaweza kukaa. Unaweza kukaa hizo image za nani, logo za shule unaweza ukaweka. Mimi naweka hii ya Mtaini, nembo ya Mtaini, ili ratiba yangu ikae vizuri. Iko wapi ya Mtaini hadi hapa, afu na apply. Hizi hapa huko. Kwa hiyo nikienda huku kwenye filter, kufilter by class au by name, nikifanya hivi afu ni apply, itakuja hapo afu ndo download ratiba nyingine ambayo nimeweka logo namna hivi. Hapo hii timetable yetu ni nzuri kabisa, inaonekana vizuri wala haina shida. Vipindi ni 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Break zetu hii iko na dakika 45 na ina dakika 45. Asante, tuendelee kufurahia mfumo wetu wa Academics Point kwa matumizi ya kitaaluma zaidi.